ni kwamba sisi mkoa wa Arusha ndo unakuwa kitovu cha kanda yote ya kaskazini. Watu wote wa mikoa yote watapatia huduma katika kituo hiki hapa. Kuna wengine nimeambiwa karibia 66 mmewarifaa kwenda Dar es Salaam. Mnaweza mkamrifaa mtu mwenye uwezo, lakini mwingine hana uwezo. Kwa hiyo tuendelee na zoezi la kuhakiki, kuangalia, ili wale ambao kwa kweli hawana uwezo na mtu amekuja kugundua tatizo, halafu mwisho yote anakata tamaa kwamba mimi nimejulikana na tatizo lakini sina uwezo, kwa hiyo mimi nabaki ni mtu wa kusubiri kufa. Hapana, hapana. Wale kabisa ambao tutagundua hana uwezo na mmewapa kwamba referral kwenda kule, ni tuwasiliane na ofisi yangu ili na mimi nione namna ambapo serikali tuweze kuomba wale wasio na uwezo tuweze kuwasaidia wakapate matibabu haya. Kujua tatizo ni hatua muhimu, lakini kukaa na tatizo bila tiba nao ni tatizo. Kwa hiyo wale ambao tutagundua kwamba hawa kwa kweli hawezi kwenda hata Dar es Salaam, mtu mnaweza kumwambia nenda, hata hiyo nauli hana. Sasa hayo matibabu atayaweza? Unajua kabisa uwezo hana. Hao kwa kweli tukijiridhisha, tutahakikisha kwamba na wenyewe wanapata haki hiyo, wakapate matibabu kunakohusika. Kila binadamu ni mgonjwa mtarajiwa, lakini huijui siku. Uongo kweli? Sisi tumejaliwa kuwa tunafanya kazi mbalimbali, lakini pia tunazo kazi ambazo za kutuingizia kipato cha kupata hela ya kula kwa siku. Uongo kweli? Huijui akiba ya baadaye. Na magonjwa haya hana tarehe kwamba kuna mkataba kwamba mimi nitaumwa tarehe fulani. Hapana. Sasa ili kuondokana na jambo hilo, ni washawishi mkubaliane na mpango wa serikali ambao Dr. Samia ameahidi, bima ya afya kwa Watanzania wote, kwamba ni bora ukawa na bima yako ya afya kwa sababu huijui siku utakapougua, ili uweze kupata matibabu kwa uhakika zaidi. Tunaendelea kuhamasisha wananchi kujiunga na bima ya afya. Utapata matibabu mahali popote, uwe na hela usiwe na hela. Unaweza kuwa unafanya kazi za kutumia nguvu kila siku. Nimeenda site, nimefanya hiki, nilikuwa gereji, lakini kuna siku ukiumwa hutaenda gereji, hutokwenda shamba. Kwa hiyo utachukua kadi yako na kwenda kupata huduma ya afya. Kwa hiyo na nyie mlioko hapa muupate huo ujumbe. Shinikizo la damu lilikuwa ndo kubwa sana na liliwapata zaidi ya watu kuanzia miaka 45 mpaka miaka 80. Ndio tulikuwa tunaona wao ndo wameathirika sana. Na kwa nini hivi? Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha. Siku hizi watu hatufanyi mazoezi, watu wamekuwa na unene uliokithiri, lakini unywaji wa pombe uliokithiri, uvuzaji wa sigara na kutozingatia lishe bora. Mfano, mtu unakula wanga mwingi alafu ufanyi mazoezi, unakula wakati wa jioni sana, uendi kufanya mazoezi yoyote na ule wanga unakuwa hautumiki, ndio unaweza kujaza mafuta kwenye mwili wako na unaongezeka na unakuwa tayari kuwa na magonjwa haya yasiyoambukiza na magonjwa ya shinikizo la damu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaambia wananchi wawe na mtindo wa kupima afya ya moyo, na Taasisi ya Moyo imejiwekea mpango mkakati wa kuzunguka mikoa yote kupima afya za moyo. Wengi tulikuwa na shida bila kujua. Baada ya kufika kwenye kitengo hiki, kwa kweli tumepata huduma na madaktari wetu wametuvumilia sana. Wagonjwa tulikuwa wengi, tumekaa hapa mpaka saa 2, saa 3. Wametuvumilia na wana upendo, wametusaidia sana.